Nenda kwetu. Najua upo. Na ulisema ni mume wangu. Atueleze kwanza. Kilichotokea leo ni watu wa Rita wanakuja kuniuzia nyumba na kesi iko mahakamani tarehe 26 mwezi wa 8 ndio tumeambiwa turudi mahakamani. Na siku za nyuma alikuwa anapiga kesi mwenyewe pasipo kuniambia mimi. Mimi nilikuwa sijui. Na nikapigiwa simu, nikaambiwa madalali wamekuja, nikasema madalali wa kutoka wapi? Nikaja nyumbani, nikawakuta kweli wapo. Akasema wewe mama umeshauziwa, hii nyumba imeshauzwa. Ustahili kukaa kwenye hii nyumba. Yuko mtu mmoja sijui ni mjambazi ana maalama huku kichwani. Na mkileta fujo tuna bastola tutawavunja miguu. Yeye ana pesa, yeye yuko bandarini. Mke wake yuko ana shirika la viwango Tanzania Tanga. Amejenga mpaka magorofa. Yeye sio mtu wa shida. Kwa hiyo ameamua kuja kuninyanyasa mimi kwa sababu mimi sina kitu. Yeye ndio amemuua mume wangu kwa sababu mara ya kwanza alimfunga baba yake kudu. Mama Samia asikilize hili. Kwa jinsi mimi mjane ninavyonyanyaswa. Huyo kijana alikuwa hajagi hata nyumbani. Amepata njia ya kuja nyumbani baada ya babake kufa. Amenitishia sio mara moja sio mara mbili, amesema akimaliza hili anakuja kuniuzia nyumba kwa sababu mali zote huyu mama alizokuwa anauza mimi na Sai na wengine, kwa hiyo hata na mimi atakuja kuniuzia nyumba. Mtoto wangu akamwambia, ndio mahali utakako nijua mjomba, rangi yangu hujanijua. Kwa hiyo na mimi niko tayari namsubiri na mimi amalize hapa alafu aje aniuzie nyumba. Amesema mimi ndio mwiba niliosimama upande huu. Angeshafanikiwa lakini mambo yake mimi ndio nimeazuia. Mimi ushauri wangu Amani aache hii vita. Maana hii vita ni mbaya kwake. Yeye anaona anaenda pazuri, lakini hii vita ni mbaya kwake. Asija kafikiri amefika. Wala wameandika barua yeye na mama yake wakapeleka kila mahali. Wakanichafua mpaka nilikoolewa, wakapeleka kanisani, wakapeleka kila mahali barua yeye na mama yake. Mama yake huyo mama yangu mzazi mimi. Sawa? Barua za kunichafua. Haezi joe kwake hamna mauti. Sisi ndio tutakufa na baba aliokufa, yeye atabaki umilele huku duniani. Na watoto wake hawatatanga kama sisi tunavyopiga kelele barabarani leo kama vichaa. Sisi ndio baba yetu alikuwa mtenda dhambi mkubwa, yeye ni mtakatifu. Atairisi nchi na hizi ndio wale ambao sisi tukifa wao watabaki duniani. Nashangaa hii mama anateswa. Na nyinyi tuko na sisi tuko. Ndio tunaomba nyinyi serikali, msaidieni mama na usi yake na hivyo nakaa peke yake. Hii ndio naomba babangu. Kwa majina yangu naitwa Devota Francis Mwenda. Mnamo mwaka 2017 marehemu mume wangu alifariki. Mume wangu wa ndoa. Na ndoa yangu nilifunga mwaka 1983 tarehe 26 mwezi wa 12. Baada ya mume wangu kufariki, huyu kijana akaanza fujo na mimi. Alichukua kadi ya benki. Akaniambia, huyo kijana anaitwa Amani Stefano. Alichukua kadi ya benki. Akaniambia, hii kadi inaonyesha inayo hela. Naenda nayo Dar es Salaam ya baba. Nilikuwa sijui kadi, yeye ndio amenionyesha, sijui ametoa wapi. 2017 mwezi wa 8
Akachukua hiyo kadi akaenda nayo, akasema ngoja niende nayo Dar es Salaam. Hii kadi inaonekana inayo hela. Akanipigia simu, akaniambia, mama, nimemuona huyo mpangaji wangu anayefanya kazi benki. Amesema kwenye hiyo kadi kuna 2,200,000 na 400,000 na 400,000. Akaniambia, nenda. Aliniambia, nenda ukaripoti kwa mwenyekiti wa mtaa. Nenda kwa mwenyekiti, kwa mtendaji wa kata. Ukishafika pale, ukishaenda huko, uende mahakamani. Nikaenda mahakamani. Nikaenda kwa mwenyekiti, nikaenda kwa mtendaji, baadaye nikaenda mahakamani. Nilivyoenda mahakamani, tukaanza hiyo nani sasa. Nikaenda kunani mirasi. Huyu kijana ni mtoto wa mke mwenzangu, aliondoka mwaka 1976. Nilivyoolewa mimi sikumkuta huyo mama. Sijakuta hata nyumba. Mimi ndo nimejenga. Baada ya hapo huyo kijana akaja hapa. Mimi ndo nimemwambia kuna mtu anataka kuweka timba. Akaniambia basi nitakuja. Akaja. Akamwambia huyo kijana, hiyo timba iliwekwa hapo. Akamwambia huyo kijana, nitakuletea, ngoja nikachukue nani mkataba, nitakuletea mkataba mimi mwenyewe. Akamletea mke wake, akaleta huo mkataba. Baada ya kuleta huo mkataba, akauweka. Mimi ninajua tu ni mtu mzuri. Alikuja siku ya Ijumaa, Jumamosi, Jumapili yule mwanamke akaondoka. Jumatatu hawa watoto, kuna mtoto wangu mkubwa akaja, akaniambia mama. Akamwambia mama, mimi ndio nimemuuliza. Akasema huo mkataba uko wapi? Nikamwambia wifi yako amechukua. Akaniambia wewe ni mwoga sana. Wifi yako kwa nini ukamwachia akachukua huo mkataba? Nikamwambia ngoja nimpigie simu. Nikampigia simu. Akaniambia huo mkataba sio wa kwako wala haukuhusu. Kilichotokea leo ni watu wa Rita wanakuja kuniuzia nyumba. Na kesi iko mahakamani tarehe 26 mwezi wa 8 ndio tumeambiwa turudi mahakamani. Na siku za nyuma alikuwa anapiga kesi mwenyewe pasipo kuniambia mimi. Mimi nilikuwa sijui. Na akaweka na nani wake, mwanasheria wake. Jambo la pili, akatafuta mtu mmoja anaitwa Kikoti, Simon Molel. Huyo Simon Molel akasema ndio ndugu wa marehemu. Na wakati marehemu alikuwa hana ndugu. Ni yeye peke yake. Ndugu zake wapo, wa baba mkubwa na wa baba mdogo wapo, lakini kwa kuzaliwa yeye peke yake. Na ndugu dada zake wako wawili. Wa Rita ndio wamekuja. Amesema yeye ni nani, mwanasheria wa serikali. Lakini kuanzia juzi walianza kuja. Na wakati mimi nilichukua barua. Nilimwomba nani mwanasheria wangu aniandikie barua ya kuhusu kesi mahakamani, mwenendo wa kesi. Nikachukua barua ya kwanza, nikapeleka kwa OCD. Nikachukua barua ya pili, nikapeleka kwa mkuu wa wilaya. Nikachukua barua ya tatu, nikapeleka kwa afisa tawala. Ya 4 nikapeleka kwa mtendaji wa kata. Ya 5 nikapeleka kwa mtendaji wa mtaa. Wakati ninakuja nyumbani na nikapigiwa simu, nikaambiwa madalali wamekuja. Nikasema madalali wa kutoka wapi? Nikaja nyumbani, nikawakuta kweli wapo. Akasema wewe mama umeshauziwa, hii nyumba imeshauzwa. Ustahili kukaa kwenye hii nyumba. Yuko mtu mmoja sijui ni mjambazi, ana maalama huku kichwani. Na mkileta fujo, tuna bastola tutawavunja miguu. Na miko yangu mimi makubwa, naomba Mama Samia asikilize hili. Kwa jinsi mimi mjane ninavyonyanyaswa. Huyo kijana alikuwa ajagi hata nyumbani. Amepata njia ya kuja nyumbani baada ya babake kufa.
baba yake alivyofariki. Ndio ameanza kuja, alikuwa akanyagagi nyumbani. Watoto walikuwa hawamjui. Kayelo Doisi nimesikia amekuja, sijui yuko wapi. Anaishi Dar es Salaam. Yeye ana pesa, yeye yuko bandarini. Mke wake yuko ana shirika la viwango Tanzania, Tanga. Amejenga mpaka magorofa. Yeye sio mtu wa shida. Kwa hiyo ameamua kuja kuninyanyasa mimi kwa sababu mimi sina kitu. Ndiyo. Imetumika kwa sababu mimi naona upande mmoja ndio wa maana. Ndio wanalemea upande mmoja. Hata wale walivyokuja pale, kwa nini hawajaja na hao watu? Na wapo na wamejificha. Ndiyo, wako wamejificha. Alafu mimi wananilazimisha ni sign. Niandike sija sign. Nikawaonyeshe mipaka. Ni mipaka gani nitakuja kuonyesha? Nimekataa. Mimi msimamizi wa mirasi, yeye ni msimamizi wa familia. Labda alikuwa anataka kunioa mimi, ndio maana ananifanyia hivi visa. Amemuua. Baba hajaumwa. Yeye ndio amemuua. Kwanza kabisa alikuwa hajagi nyumbani. Ngoja nikwambie, nyamaza. Ngoja nikwambie. Nyamaza. Yeye ndio amemuua mume wangu kwa sababu mara ya kwanza alimfunga baba yake kudu. Nikamuita balozi akaja akamfunga. Akamwambia Lalashe, uko pamoja na sisi. Lalashe akakimbia akaenda kumuita balozi. Mara ya pili baada ya kumfunga alimfunga baba yake kudu. Alimfunga baba yake kudu kwa sababu alikuja pale nyumbani akiwa na msichana mmoja anaitwa Tatu. Huyo Tatu alikuwa ni mwanamke wake. Sasa baba alichukizwa na jambo kama hilo. Baba alivyorudi, yule kijana baba akatoka nje akawa anajisaidia hapo nje. Haja ndogo. Ndio yule baba, wewe mzee mpumbavu sana wewe. Kwanza unaweza ukawakili hata watoto wake. Ndio akakimbia akaja akamfunga babake kudu. Na ni mimi nikamuombea msamaha, babake akampokea. Ya marehemu Stefano Kibobori. Mimi mimi na watoto 7 na yeye. Yule mama mkubwa na watoto 3, jumla ni 10, lakini mtoto wake mkubwa wa kwanza kuanzia mpaka sasa hivi niko naye na ninaomba mumuhoji atawaeleza zaidi. Mtoto wake wa kwanza ninaomba mumuhoji kwa sababu labda mengine ninasahau, maana hii kichwa yangu haifai. Na huyu kijana muulize, mwambie alikuja kunishika miguu akiniomba msamaha wa nini? Alinishika miguu yangu ananiomba mimi msamaha. Alikuwa ananiomba msamaha wa kazi gani? Alitaka kumbaka mtoto wangu. Mimi naitwa Rehema Stefano Kibobori. Mimi ni mzaliwa wa kwanza wa Stefano. Huyu Amani ndio mdogo wangu alionifuata mimi. Tuko watatu, tuliachwa na mama, tukalelewa na bibi. Tulipolelewa na bibi, baba akamuoa huyu mama. Alipoolewa akatukuta tuko na bibi, akatulea yeye huyu mama. Paka hapo mwisho kila mtu alivyokuwa mtu mzima. Baada sasa ya baba kufariki, siku ya 40 tukafanya kikao kile cha 40. Amani akaulizwa kuna tatizo, kila mtu akaulizwa kuna tatizo, tukasema hapana, hatuna tatizo. Tukaambiwa tuchague msimamizi wa mirasi nani, sisi kama familia tukamchagua mama. Tukaambiwa tuchague msimamizi wa familia, tukamchagua yeye. Na baadaye Amani akasema mali zote baba alizoziacha ni za huyu mama, asiguswe na mtu wa aina yoyote. Tukakaa baada ya hapo. Baada ya hapo kidogo tukashangaa Amani ameenda kuanzisha nini? Kesi ya kusema anadai sijui ana eka moja aliopewa na baba. Mama akamwambia, mimi sijui shamba ulilopewa na baba yako, maana baba yako hajawahi kuniambia amekupa nini, tofauti na zile ulizouzaga ndo zilikuwa mali zako na kila mtu amepewa za kwake. Kila kijana amegaiwa za kwake, sisi wasichana tumegaiwa sehemu zetu. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote aliyokuwa anadai nini? Mali.
na ili eneo analodai ni la kwake, sio eneo la baba, ni eneo la babu. Alimpaga huyu mama kama zawadi ili eneo. Baada ya baba kupata hela, akamwambia mama, naomba tujenge nyumba zitakazo tusaidia hapo kwenye hilo eneo lako. Maana hili eneo sio la kwangu, najua ulipewa na baba mkwe wako. Ndio mama akamwambia sawa, kwa sababu ni mali yetu sote, jenga, haina shida. Kwa hiyo sasa Amani alivyoanzisha vita ndo akadai kwamba zote, akaenda kuandikisha kwamba ni mali za baba zote, ndo akaenda Rita, ndo ikawa hivyo ilivyokuwa. Ni tamaa, wala hana shida yoyote. Ni tamaa. Ni tamaa nayo kwa sababu hana shida yoyote. Hakuna aliyekuwa mpenzi wa huyu mama kama yeye. Tulikuwa tukiongea kitu sisi watoto wengine mpaka amwambie yeye. Yeye ndo alikuwa anamsikiliza, lakini kila mtu sasa hivi, hata boma, hata nani wanashangaa alivyokuja kumgeuka kwamba amemgeukaje wakati alikuwa kipenzi chake. Hakuna, huyu mama hajawahi mkosea. Amani alikunywa sumu, huyu mama akakojoa mkojo, akanyweshwa, akapona. Sawa, na mengine hayo alomfunga baba kudu, alioyafanya yote. Kila mtu anashangaa sasa hivi kwa hiki Amani anachokifanya. Tuliitwa kwenye kikao cha mkuu wa wilaya. Siku hiyo mali zikaorozeshwa, ikapangwa mgawanyo. Tukaulizwa sisi, tukasema sisi watoto wengine wote za kwetu haziuzwi, zitafutwe hela za kupewa Amani na huyo mdogo wake, hizi mali zingine zibaki kwa mama ale wakati akiwa hai. Ndio mapatano yetu tulivyopatana siku hiyo. Uko na Amani, hata sasa hivi hapo wanakojificha wako naye, na amenitishia sio mara moja sio mara mbili, amesema akimaliza hili anakuja kuniuzia nyumba, kwa sababu mali zote huyu mama alizokuwa anauza mimi na Saini na wengine, kwa hiyo hata na mimi atakuja kuniuzia nyumba. Mtoto wangu akamwambia, ndio mahali utakako nijua mjomba, rangi yangu hujanijua. Kwa hiyo na mimi niko tayari, namsubiri na mimi amalize hapa alafu aje aniuzie nyumba. Ndio maana amesema mimi ndio mwiba niliosimama upande huu. Angeshafanikiwa, lakini mambo yake mimi ndio nimeazuia. Amani na nani ambao wanaongea? Na Godfrey. Ndio. Mama yako alifunga ndoa na baba? Hapana. Unasema sasa mama hakufunga, mama hakufunga ndoa. Mama ameondoka 76. Ameniacha mimi nikiwa darasa la kwanza, nikalelewa na bibi. Ndio mpaka huyu mama alivyoolewa. Huyo ameolewa? Ndio. Ana cheti chake kabisa cha ndoa. Kabisa. Kabisa, anacho, hata sasa hivi mkitaka atawapa. Au mimi ushauri wangu Amani aache hii vita. Maana hii vita ni mbaya kwake. Yeye anaona anaenda pazuri, lakini hii vita ni mbaya kwake. Asije akafikiri amefika wala amefanikiwa. Mimi naongea nasema aache hii vita, kwa sababu angekujaga kwa amani, kwa upendo kama mwanzo, angefaidi vingi. Lakini sasa hivi kwa sababu anakuja kwa vita, aache vita. Vita itaishia pabaya. Wameandika barua yeye na mama yake, wakapeleka kila mahali, wakanichafua mpaka nilikoolewa, wakapeleka kanisani, wakapeleka kila mahali barua yeye na mama yake. Mama yake huyo wewe mama yangu mzazi mimi. Sawa? Barua za kunichafua. Wamepeleka kanisani Manemane, wakapeleka kwenye kata, wakaleta boma niloolewa, wakapeleka kanisani kwangu Moshono, wakaleta kwenye boma. Sasa uzuri wa boma wananijua kama mimi ni mbaya au ni mzuri, hiyo ya boma haijalishi. Lakini Amani alitafuta sawa kuniharibia, na kilichosababisha naongea ili asikie na dunia isikie. Siku ya 40 nilidai eneo langu ambalo nilipewaga na babu, sawa? Tukawa tumepishana na baba kauli kidogo tu. Si ndio? Tukajaga tukamalizana na baba, yeye hajui. Sawa? Akaniambia siku hiyo katikati ya wazee wa ukoo niende nikamfukue baba ili aje anipe nini? Hilo eneo. Sasa na mimi nasema najitoa sadaka, na yeye akamfukue aje ampe hicho anachotaka kupewa. Kwa nini hiyo roho ya tamaa imemuingia, hajatumia hekima? Kwani angekuja kwa hekima akaongea na mama yake kama alivyokuwa wanapendana, angemnyima nini? Haezi joe, kwake hamna mauti. Sisi ndio tutakufa na baba aliokufa, yeye atabaki umilele huku duniani. Na watoto wake hawatatanga kama sisi tunavyopiga kelele barabarani leo kama vichaa. Sisi ndio, baba yetu alikuwa mtenda dhambi mkubwa, yeye ni mtakatifu. Atairisi nchi, na hizi ndio wale ambao sisi tukifa wao watabaki duniani. Kwa sababu angekuwa anajua kuna kufa. Maana mmoja juzi alisema kati ya hao madalali hakuna laana, laana inatupwa kwenye dustbin. Nikamwambia we panda mbegu mbaya kwa watoto wako kama uone kama hawajateseka kama sisi tunavyoteseka. Kila siku kupanda mahakamani.
Miaka 9. Mimi siogopi. Maana hata huko mtaani nilikoolewa mama yangu anapita. Anasema huyu sio mtoto wangu. Mbingu inajua na ardhi inajua. Biblia imeniambia laana isiyo na sababu, sawa, hainikuti. Nasimama kwenye haki ya Mungu. Sisimami kwenye dhuluma. Ni mtoto wake, amenizaa, amenibeba miezi 9, nampenda. Lakini anachokifanya siogopi. Hata abinuke ainuke hata laani, hainikuti. Ingeshanikuta. Huko kote waliko nichafua, mwambie Bomasiara napendwa kama malkia. Mtu ambao anaongelewa, huyu mtoto anaongea kitu ya kweli. Mimi dada yake nani? Boboni. Mimi dada yake Boboni. Mimi ndio ya mwisho na yeye ndio ya mwisho kwa baba. Kweli niolewa lakini sijaenda mbali. Niko karibu na boma na kwetu. Maelezo yote ni kweli hii mtoto anaongea. Huyu mama ndiye amelea. Mali yote ni ya mama. Hata mnashangaa sasa hivi. Mtoto ameshaenda na baba yake na mama yake. Hayuko kwenye boma. Akaja kusema hii boma ni ya mali ni ya kwake. Nikija hapa kwa nyumbani salimia wazazi wangu. Hii mama ndio mama yetu ya pili. Baba amefariki, mama amefariki. Huyu ndio amenilea sisi. Yule mama Amini hayuko. Huyu ndio tunajua ndio mama yetu. Na ndio tunakaa naye paka sasa hivi. Sasa nimetoka hapa Moshono na shangaa. Hii mama anauza mkiwanja. Hajawahi kumuita sisi hata aseme tuite ile ndizi tumebaki wawili kwenye boma baba. Hatuna ndugu nyingine ya kiume. Sisi tumesika kakaangu. Na baba amekufa. Hatuna ndugu tena wanaume. Mimi tu dadangu basi. Sana shangaa hii mama anateswa. Na nyinyi tuko na sisi tuko. Ndio tunaomba nyinyi serikali. Msaidieni mama na usi yake na hivyo nakaa peke yake. Hii ndio naomba babangu. Naitwa Baraka Sulus. Ni wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Siku ya leo kuna mnada ambao inasemekana kwamba umefanyika hapa. Na mimi ndio nimefika muda si mrefu, nilikuwa kwenye majukumu mengine ya kikazi. Nimefika nikakuta kwamba tayari inavyosemekana kwamba mnada umeshafanywa. Sasa hili ni swala ambalo linahusiana na mambo ya mirathi. Ni shauri la mirathi ambalo lilitokana na shauri namba 26 la mwaka 2022 ambalo kimsingi lilikuwa limeanzia mahakama ya mwanzo ya Arusha mjini ambayo inafahamika kama mahakama ya Maromboso. Kwa watu wengi nadhani mnaifahamu hiyo. Mahakama ya mwanzo ilimteua Mama Devota Kibobori Molel kuwa msimamizi wa mirathi ya marehemu mume wake. Akajitokeza inayofahamika kwamba ni kijana wake mmoja ambaye aliamua kukata rufaa kwenye mahakama ya wilaya akipinga uteuzi wa Mama Devota kuwa msimamizi wa mirathi hiyo. Mahakama ya wilaya ikathibitisha uamuzi wa mahakama ya mwanzo ya Arusha mjini, kwa maana kwamba ile rufaa ilipigwa chini. Kwa hiyo huyo bwana hakuweza kuridhika kwa sababu ni haki yake ya kikatiba kama kwa raia yoyote ambaye hajaridhika na maamuzi anakuwa na haki ya kukata rufaa. Akakata rufaa kwenda Mahakama Kuu ya Tanzania, ambapo Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Arusha kupitia Mheshimiwa Kamuzora ilikubaliana na hoja ya kisheria ya kwamba fomu namba 2 ya mirathi haikuwa imejazwa kwenye mahakama ya mwanzo, na hivyo ikafuta maamuzi ya mahakama ya mwanzo ya Arusha mjini na vile vile maamuzi ya mahakama ya wilaya ambayo ilikuwa imebariki yale maamuzi. Lakini Mahakama Kuu hiyo ikaendelea kutoa amri au maelekezo ya kwamba shauri lianze upya mbele ya hakimu mwenye mamlaka kamili ya kisheria. Kwa lugha yetu ya mahakamani kule ya Kiingereza, ile hukumu pale kwenye mstari wa mwisho ilieleza kwamba
the matter has to start afresh before the magistrate who has a competent jurisdiction. Hayo ndio yalikuwa ni maamuzi ya Mahakama Kuu ya Tanzania kwenye shauri namba 26 la mwaka 2022. Upande ule ambao ulikuwa umekata rufaa kwa mara nyingi, kwa mara mbili, haukuridhika na mwenendo ule na wala haukufuata maelekezo ya mahakama kwamba warudi kwenye mahakama yenye hakimu ambaye mwenye mamlaka ya kutoa maamuzi. Ikaanza kusikilizwa Mahakama Kuu. Sasa hapo, badala ya kwenda kuanza kusikilizwa kwa hakimu kwa mujibu wa maelekezo ya awali ya Mheshimiwa Jaji Kambuzora aliyoelekeza kwamba yaende yasikilizwe kwa hakimu mwenye mamlaka, ikabidi RITA wakafaili maombi Mahakama Kuu. Mahakama Kuu ikayapokea, ambako Mheshimiwa Jaji naye alikubali na hoja za jaji wa awali kwamba shauri lianze upya. Na mpaka sasa hilo shauri bado liko mahakamani, linaendelea, linakuja kutajwa tarehe 26 mwezi wa 8 saa 5 asubuhi, na amri ya mahakama iko wazi, iko very clear. Inasema ya kwamba all beneficiaries to attend, kwamba warithi wote wanatakiwa wawepo mahakamani tarehe 26 saa 5 asubuhi bila kukosa.